This is the Honey Talk 255, the voice of peace. Jina naitwa Robert Farme. Robert ni mkurugenzi wa shirika la Akili Platform Tanzania, ambao ni wadau wa afya, akili, mazingira na haki za binadamu, tukiwa tunatokea mkoa wa Tabora, halmashauri ya Tabora mjini, kata ya Kitete, mtaa wa Community, nyumba namba 5. Tunashiriki katika maonyesho ya wiki ya nyuki kitaifa mkoani Dodoma katika viwanja vya Chinangai kama sehemu mojawapo ya wadau ambao wanadiri kabisa na eneo la mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ujumla. Leo ninayo furaha kwamba nimetembelewa na The Honey Talk podcast 255, ambao kwa namna ya kipekee wao ni wanatoa jukwaa. Kama tunavyofahamu kwamba shughuli yote utakayoifanya lazima uhusishe kutangaza, kubrand. Kwa wao wamekuja kuonyesha kwamba wanakupa jukwaa la kutolea elimu yako ya asali, lakini si asali tu, na mazao yanayotokana na asali yenyewe. Kwa hiyo kwa siku ya leo nimependa niwaambie kwamba kwa nini tunasema afya ya akili na mabadiliko ya tabia nchi havikwepeki. Ni kwa sababu moja tu, kwamba mdudu huyu ambaye ni nyuki anayeumiza na siyeumiza anatengeneza chakula ambacho kinatumika katika mwili wa binadamu katika kuimarisha ule utando wa ubongo, lakini pia kuongeza zile fizi ambazo zinakuwa kwenye hizi joint, kiasi cha kwamba ukiwa na shake hivi usikie zile kocho kocho kocho. Kwa hiyo unapotumia asali kwako inakuwa ni the best kwa kukupa uwezo wa kwako. Lakini kuna zile antidioxide ambazo zipo ndani ya asali, kwa hiyo zinakusaidia kupunguza zile hormone ambazo zinazalishwa, ambazo zinatufanya muda mwingine tukose usingizi. Kwa hiyo unapokula asali na maziwa inakufanya upate usingizi mzuri sana unapoenda kulala. Lakini asali hiyo hiyo inatusaidia katika kinga ya mwili. Ndio maana tunakuja hapa tunatengeneza tangawizi iliyochanganywa na asali na bidhaa nyingine kama hizo. Kwa nini? Tunataka tumuonyeshe Mtanzania kwamba kuna wimbi la magonjwa yasiyoambukiza kama mwongozo wa wizara ulivyotolewa, lakini haya magonjwa ukiangalia asilimia kubwa ni kwa sababu ya mtindo wa vyakula tunavyokula. Sasa ndio maana tunashauriwa kwamba kwa wiki walau tule vijiko 7. Means unapoamka asubuhi ule kijiko kimoja cha asali. Lakini tunapokuwa asali pale nyumbani, asali ni kinga. Kuna muda mwingine mtoto anaweza akaungua au sisi wenyewe tukaungua. Hiyo ndio dawa ya kwanza ya kuweza kumwekea kabla haujaenda hata sehemu nyingine wakati unampeleka hospitalini. Lakini asali hiyo hiyo unaweza ukaitumia pale kama sehemu ya kileta uchumi, kwa maana ya kwamba unapoinvest katika kufuga nyuki, wewe unakuja kupata mizinga, lakini ile mizinga inakusaidia kupata nta, asali na mazao mengine yatokanayo na mdudu nyuki. Kwa hiyo nisema kwamba mdudu kwa uhai wetu tumlinde na tumuhifadhi kwa ajili ya maendeleo endelevu. Lakini pia tutoe nafasi kwamba kwa wale ambao wanadili na shughuli za uzalishaji na uchakataji wa nyuki, tuweze kutoa nafasi ya kwenda kutoa habari zetu tulizonazo kupitia hizi platform, ili ziweze kuwa na mwanya wa kurusha zaidi kupitia YouTube, Instagram na mitandao mingine ya kijamii, kwa sababu information is power. Kwa hiyo niwashukuru sana The Honey Talk podcast 255 kwa kututembelea kama wadau wa afya ya akili. Lakini hapa anaweza akarekodi hii kipande cha kuonyesha namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyoingiliana na afya ya akili. Kwa hiyo mazingira yetu ni lazima tuepuke utupaji taka ovyo kwa sababu tunavyotupa taka ovyo na kuchoma moto tunaharibu hewa yetu. Lakini ubora duni na upatikanaji hafifu wa maji unaweza ukafanya hao wadudu wasiendelee kuishi. Kama maji hayapo, hata nyuki anaweza asipate namna nzuri ya kutengeneza chakula chake. Ukosefu wa uhakika wa chakula, kama tulivyosema, Socrates katika moja ya andiko lake anakuambia endapo mdudu nyuki akitoweka ndani ya miaka 5, binadamu anaweza asiwepo pia. Kwa unaweza ukaona kwamba ni kitu ambacho ni muhimu sana. Lakini mabadiliko ya ekolojia, ndio maana unaona kuna mikoa ambayo asali yake ni tofauti na asali ya mkoa mwingine. The reason ni kwamba kwa sababu ya nature ya miti iliyopo katika eneo lile na muda mwingine maua yanayopatikana pale. Kwa hiyo ni muhimu sana tuweze kutofautisha hiyo. Kubwa kwa kuhitimisha, natamani kuambia kwamba afya ya akili sio ugonjwa. Msongo wa mawazo unatibika. Kumbuka kununua asali sehemu sahihi, kwa mtu sahihi, wakati sahihi. Usinunue asali katika wale watu wanaotembeza mtaani, kwa sababu uhakika wa kuwapata muda mwingine unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo tazama, tafakari na utende kwa busara.